naona uko na shemeji. Unataka niona nani ndugu yangu? Mpaka unasahau muda. Muda huu ndugu yangu. Saa 4 hii. Ondoke. Shem, mambo vipi? Poa shemeji. Vipi shemeji? Salama. Tumekuja kumchukua ndugu yetu. Sasa naomba usiondoke bila kupika. Pika kwanza ndio uondoke. Lakini si unajua mimi nachelewa. Sawa. Pika kwanza alafu ndio uondoke. Funguo acha takula. Sawa sawa. Haya shemeji. Haya poa. Shoga yangu, sijakuona siku 3. Ulikuwa kwa bwanako? Nilikuwa kwa shemeji. Shemeji wewe. Sasa ngoja niombe kitu. Kama kweli mwanaume anakupenda, kwani usimwambie aje nyumbani pale afanye mambo uchukuliwe moja kwa moja? Kwani shinda hii leo siku 3 uko nyumbani, siku 3 kwa mwanaume, hayo sio maisha. Sema ndugu yangu laiti kama mimi ndio ningekuwa wewe. Mimi sasa hivi ningekuwa nishavuta jiko nishaleka ndani. Kwa sababu wanawake wenye akili kama demu wako wachache sana kaka. Mwanamke anakusikiliza, anafua, anapika, anapakua. Ukikosa anakupa. Unanawili hivyo unashine, sisi tupo tu hapa tumepaukiana kaka. Umetuona sisi hatupikiwi. Tunarudia kazi ile tumechoka. Upike mwenyewe. Umeona hiyo kazi, lakini wewe unafanyiwa kila kitu. Hayo nyinyi mmeataka wenyewe. Alafu kitu kingine kupendeza, muda mwingine tunaficha kidogo maskini. Si unajua? Alafu ndoa ni kama hitimisho. Si unaelewa vizuri? Alafu hivi vitu ni mipango. Yaani ukikurupuka tu unayavurunda, na ukiyavurunda mwisho wa siku ndio hivyo kwanza kulia. Uko kwa wale wataolewa. Kwa tudanki kwanza tujuane. Kwa kidaki ndo mnajuana au sio? Mambo kwa mapema nini? Watu tumejuana ndio yani afu tuanze kuoana. Tunajuana kwanza tutuoane. Mambo mengine tena Hivi unajielewa unapoongea hivi? Ndio unajielewa, si maana naongea. Ona, usiwe kama sisi. Angalia, unatoka kazini. Ujipikie mwenyewe. Umechoka. Hauna mtu wa kushare naye, lakini wewe una mtu wa kushare naye. Ukitoka kazini unapikiwa. Unalala naye pamoja. Kuna vingi mnashare. Unaenjoy life na wewe mwanamke. Unaridhika na hiyo maisha. Jitambulishe kwao wakujue, kwenu wamjue. Ndio mtaishi tena na mtaendelea kuishi yale mnayoishi sasa hivi, ndio mtaendelea kuyaishi tena. Maisha sasa hivi so wewe unayempata ndio hapo pa kuchangamkia. Mapenzi ya kusema sasa hivi sijui ngoja kwanza, hiyo hakuna sasa hivi. Maisha ni kumshauri hata aelewi hapo. Akuelewi maana tena akifika kule tena akili nyingine, akirudi huku akili nyingine. Hata akuelewi. Akifika kule la akashatusahau. Akirudi huku tena msala wako unayemteteleaga. Kwao watanijua. Sio vizuri. Muda ukifika watanijua tu. Sio vizuri. Na ndoa ni kama tunabariki. Sio vizuri. Kwao mimi watanijua. Yeye mwenyewe kataka. Hajajiweka kwa wife material, anafua, anapika. Kupendwa nani? Wangapi wameolewa na lakini ukonda hivi mnajua maisha ya kupokuwa ndoa, mnayajua au mnasikia au mnajua ndoa? Tujuane kwanza ndio mengine yaendelee. So tena kidogo mara kaolewa, kidogo kaolewa. Au unakopa kwa ndoa mnasikia mambo yanaendelea huko. Basi ndio waache kwenda kupika, kuosha vyombo, kufua. Kashapenda, achaje sasa? Aachaje? Jamani nisuke. Nisuke. Hudumii ni kufuliwa tu. Kaka, atatokea mtu huko ana maneno zaidi yako wewe, amchukue yule dada ujue. Kama amechagua kuishi hivyo, lakini mimi mamako kila siku ananisumbua. Upo naye huyo, upo naye mimi tena kumbe mzangu hapa kwangu haupo, upo huko. Maana anajua unakuja kwangu. Siku sasa ndo anavupo anakuja hapa. Hakukuti mimi najibu nini? Ila hatari. Yaani mambo mengine haya. Sikubili huku na yaani ninapopataja shida jinsi ya kuaga hujui. Lakini ndio hivyo shoga yangu. Yaani wewe ndio unisaidie kama hivi. Mimi msaada wangu ndo kama hivyo, ushauri wangu nakwambia ule bwana mpeleke nyumbani.
akikubali mapenzi yapo. Huko nyumbani kutajulikana tu. Ngoja kwanza tuangaliane kwanza, huko nyumbani tutajulikana baadaye. Au wewe unaogopa majukumu? Hakuna majukumu ndugu yangu. Wewe unamnunulia kijora. Kwani sasa hivi kijora mnunulie? Namnunulia. Wewe kaka ndani mchele weke. Naweka. Unga ununue. Nanunua. Tena muda mwingine mpaka ukikosa yeye mwenyewe ndo anapambana. Sasa wewe unafeli wapi? Kwa nini usioe? Ndio yale mnayoyafanya hapa, hata ukimchukua unamweka ndani ndio yale mtaendelea kuyafanya. Msikilizeni. Vitu kidogo vinabadilika. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba nikimweka ndani vitu bado vinaendelea kuwa vile vile? Mimi naona tu wewe mwenyewe ungekuwa na msimamo. Ungemwambia yule mwanaume, njoo nyumbani. Mwanaume anayekupenda ukimwambia swala hilo akija kweli anakupenda. Kwani mpaka mwanaume ndo amwambie bwana? Mwanaume mwenyewe anashinda kujiongeza. Mimi ningepata bahati kama ya huyu. Mwanaume ndo kama hivi yeye mzangu kabatika papa. Mimi naambia baba kama unanipenda kweli, njoo nyumbani. Bahati gani shoga yangu? Mimi mwenyewe mbona nazipata sana hizo. Kuna bahati hapo. Unaenda unafua unarudi umemaliza. Unaenda kwa mwingine hivyo hivyo. Yaani hivyo yani. Nyenye mjejekea tu misimamo yenu. Yaani mwanaume unamfanyia kila kitu, unamfulia, unampikia, unamjali, afu bado tena anakuja kukuacha. Yaani inauma hiyo shoga yangu. Sisi tutafanya tu kazi ya kukucheka, sema maumivu utakuwa na wewe. Mimi nakwambia hapa. Baadaye utakuja kunikumbuka. Ukimwoa lazima kuna vitu vinaongezeka. Yaani haviwezi kubaki kuwa vitu vile vile hata siku moja. Na ndio tunakuambia bado vitu vitaendelea kuongezeka. Vile vile mlikuwa mnaishi kwa sasa hivi, na ukienda kujitambulisha kwao mtaishi tena, mtaongeza zaidi kwa sababu atakuwa anakusupport kwa vitu vingi. Sasa mwanaume anakumfanyia kila kitu, anakumfanyia tena atakuoa. Si unaona anapata kitonga tena hapo. Unaenda mama unaosha vyombo, unapika, unafua, una ndoa tena hapo. Ndio akikuhitaji tu na wewe tena unaenda. Mzako akapata kitonga kirahisi. Na mibutu yako imwambie hata shemeji atoe hela ukasuke. Siku 3 anaenda kukaa huko afuate hela jina la kusuka. Hapo ndo namshauri akaolewe. Sio kweli, hata siwaelewaji. Hata kutunza atunzi shoga yangu. Na pia kingine, wao uoni ni mbaya, anakuja siku 2 3 anakaa pale. Ni kama mnaibiana. Kama mnaibiana sio sawa. Wewe nenda kwao, jitambulishe, wakujue, ufahamike. Uchukue mweke ndani, msio kama unaibia kama mwizi. Sio yani vizuri. Mnakuwa hamna amani. Yaani penzi lenu kama wezi. Mimi najua sasa hivi ukukutana na babake wewe, kama umekutana na polisi hivi unakimbia. Anajificha. Mimi siku hapa akija mama kwa siku kukuta baba, tafuta la kuongea. Na yaani mimi mapema nakupa taarifa. Mapema. Yeye tena mnajuana hapo. Kesi kwako shoga yangu wewe. Tena nina kesi hapo. Unavyomteteleaga. Mamake anavyojua kuongea yule, anachamba. Nawaza kama nini hapa. Tena mama kama anataka asitishe mguu, mpe yule maneno. Bwana yeye mwanaume mimi bwana nimechoka kuja hapa kila siku nakuja. Leo mimi nimeamua njoo nyumbani. Lakini yakuja hivi mimi mwenyewe utaniponza, nitaonekana mimi nakufundisha hivyo vitu. Au nenda na begi lako la nguo, mambo ya kuolewa shoga yangu achana nao. Nenda na begi la nguo. Nimefika baba. Hapo tena. Usimsikilize leo kashazoea leo hapa katua kesho kule kanyanyuka. Unatua kila kona. Usiwe kama yeye huyu. Wewe kama umepata fanya tu mambo biashara ishi. Achana na huyu. Mama. Salama tu, shikamoo mama. Marahaba, za hapa? Salama, sijui nyio. Salama. Karibu. Asante. Umezuri. Alikuwepo hapa ila akatoka asubuhi. Tunajua jana alikuwa send off. Mbona nyumbani hajafika sasa? Ameenda.
Amemsindikiza bibi harusi leo saluni. Maana nilipita naenda sokoni ili nitaka akanisaidie mizigo kubeba. Maana hajarudi nyumbani, nikajua yupo hapa. Basi akija mwambie arudi. Unajua mimi sina mtu wa kunisaidia kazi, toka jana anapata shida mpaka leo. Basi usijali, mimi akifika tu nitamwambia aje mara moja, afu arudi tena baadaye. Bado tu naendelea na shughuli zenu. Najua tena mama. Ni kwa shughuli. Haya mama. Mamake ndio kapita paenda sokoni. Mimi nimwambia mwana anarudi sasa hivi, itakuwaje? Aingia kwenye matatizo ambayo mimi sitaki kabisa kuyaingia, yaani mtoto. Hivi Michael, maisha utaishi mpaka lini? Ya kujificha ficha tu siku zote, mara nimekuja siku 2, mara si mama. Yaani mimi nataka unioe. Tuoane, kwetu wakujue na kwenu wanijue. Shachoka maisha. Sasa kwani wewe wasiwasi wa nini? Kuhusu swala la ndoa si kuoana. Hiyo ni hitimisho tu. Si unaelewa? Mimi nakupenda. Kwa hiyo mipango tu haijakaa sawa. Vitu vikikaa sawa mimi nitakuoa. Mimi mbona naona mambo yenyewe ni yale yale. Kwa sababu mambo ambayo tunafanya hapa na ukinioa, hakuna kitu chochote kinachoongezeka, labda kusema itakuwa kikubwa labda sio nini. Sasa kinachoshinda hapo ni mimi nishachoka kila siku marafiki zangu wananisema, nishachoka. Wewe unawasikiliza marafiki zako? Nisikilize mimi. Hivi kwani unapenda kila mara nalalamika kuhusu haya? Haupendi tuyajenge na sisi tuwe na furaha kama wengine? Unajua mimi sipo hivyo unavyoniwazia. Sipo hivyo, lakini kila mtu anajua. Sasa unasikiliza watu. Mimi niko na wewe lakini Sio kama nasikiliza watu. Mimi nakusikiliza wewe. Sasa kila najitahidi. Haya, au marafiki zako wanakusema wameolewa? Hajaolewa, lakini sasa kwa sisi ndio tuwe kama wao. Bwana wewe unipendi? Nakupenda. Sasa wiki kubwa, vumilia, subiri, vitu vyangu mimi vikikaa sawa. Mapema tu. Au unasemaje? Haya sawa. Usiwazi. Unacheka nini? Shida yako wewe, kila ukipita huku unaambiwa, ukipita huku unaambiwa, yani yote wewe unawasikiza watu. Nisikize mimi, situpo wote lakini. Hapana. Wewe umeona, haya nimejitahidi, nimekupatia zawadi. Nimejitahidi, nimekununulia kila kitu unachokitaka wewe. Ili tuishi kwa furaha. Lakini naona ugomvi kweli kila siku na yani sipendi kweli. Sasa shemeji. Samani. Namuomba mama. Kuna nini? Shoga yangu. Leo nusu ni bamba. Imekuwaje kwani? Yaani hapa. Hata saloni kuanzia wapi? Kuna shida gani kwani? Mamake Naji masikaja leo asubuhi. Ikawaje? Unafikiri inakuwaje? Anamtaka mwanae. Sasa na wewe kamuelezeaje? Nitajielezea nini mimi? Nimejiumauma kila kona yani. Silimdanganya mamake aenda kwenye sherehe. Jana mimi ananiambia enda kwa bwana wake. Yaani mimi hata sherehe nifanyaje yani? Mungu wangu. Sasa itakuwaje? Hebu mpigie kwanza.